nimezunguka kote sijaona kiburudisho kama wewe. Online Kaka Jambazi TV, we sijaona. Online Kaka Jambazi TV, unafuatilia Kaka Jambazi TV. Yes, kama dawa naitwa Ulva Zedoni au Mr. Zedoni kubwa la madoni wote wa Kibembe. Leo tena niko live kwenye TV ya Kaka Jambazi. Kabla ya yote hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment, utakuwa umetisha sana. Na leo niko na exclusive interview na my brother, sio mgeni kwenye macho yako, lakini kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kukutana naye, so itabidi ajitambulishe kwa majina na mengine ambao tunaenda kuongelea kwa siku ya leo. So kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Zedoni, kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inakuaje kaka? Fresh vipi? Safi tu, kwema? Namshukuru Mungu. Karibu sana. Nimesema shukrani sana tu ya kwa ukaribisho. Unaona mazingira nini? Mwanangu kawaida sana. Wewe unajua USA mambo mengi. Wewe si mtu kufagi na njaa na chakula kipo. Kabisa bras. So hivi kaka, ningetaka kidogo najua kwa majina wa watu wanakufahamu mashabiki, lakini kwa sababu ni mara yangu ya kwanza leo tumekutana, ningeomba kidogo ujitambulishe kwa majina yako. Kwa majina naitwa Avri. Avri. Lakini kuna baadhi ya watu wanakuitaga Avri Simba, hawajakosea? Hawajakosea. Maana nafikiri kipindi naanza index ya muziki hiyo ndio jina ambalo nilianzaga nayo. Ndio ulianza nayo? So nikitaka ni kufahamu kidogo tulipoanzia muziki, tulianzia wapi na idea ilitokana na nini mpaka tuanze muziki? Kwanza ni kitu ambacho mimi nilijisi kama najua, unaelewa. Lakini nilianza kuimba zamani sana. Zamani nafikiri nilikuwa bado niko na miaka 12, nishaanza cheza kwenye defile Nyarugusu pale. Naanza kucheza muziki yani zile za Kongo zile. So ni kitu ambacho nilianza kukipenda toka kitambo sana. So ulipoanza hii music kuimba, ulianza kuimba tu hizi nyimbo ambazo unaimba sasa hivi, au ulianza kwenye makundi nini ukapita ukaanza kuimba mwenyewe? Kama vile nimekuambia kwa nilianzaga kwenye group zile za muziki ya ya Kongo, zile za kucheza banazita nini. Hizo hivyo. Hakika kama aina zile za Weranson, zile za vile. Swali yako ilikuwaje tena, sijui nimeanza kuimba? Yani ulipoanzia ulipita kwenye makundi, ulipopita kwenye makundi ukapita sijui kanisa kwenda kuimba kula afu ndo ukaja? Hapana, sijawahi kupitia kanisani, zaidi ya kundi hivyo, na kuanza kuingia baadhi ya vitu kupitia wasanii fulani, kukariri nyimbo zao, kuimba sana. Na kuwa tu unapenda the way watu wengine wanavyoimba, yani kifupi, na mimi nikaanza kuimba hivyo hivyo. Ulivyoanza ulianza na hilo jina la Avri tu? Hapana, nilianzaga na Avri Simba. Ave Simba. So ngoma yako nafikiri ya kwanza ndo ile ambayo uliwahi kupiga na Grand Music? Hapana. Nyuma ya ile niliwahi kuimba nyimbo nyingi sana audio, lakini zilikuwa hazivumi. Baada ya hapo nikaimbaga nyimbo fulani hivi ilikuwa inaitwa Sio Sawa. Hiyo nyimbo maybe ndo watu wakaanza kama vile kutaka kunipa sikio. Then kuna baadhi ya audio pia niliwahi kuzifanya kipindi hicho, lakini ile ambayo nikafanya na Grand Music ilipewa sikio sana na watu wengi. Bro. Kwa ile ndo tuseme ndo kidogo ili kufahamisha kwa baadhi ya mashabiki yao? Bro, no, hapana. Sifikiri hivyo kwa ile ya kwanza ambayo nimekwambia hiyo. Watu waliipa sana na nisikio. Lakini hiyo nyingine iliniongezea kidogo yani. Iliniongezea mashabiki baadhi. Umeelewa? Hivi kwenye chatumia bado tunapiga kidogo story. Kwenye familia ni wewe tu ambao unaimba au kuna mwingine anaimba, anafanya mengine nini? Kwenye familia yetu
ni mimi tu sasa hivi ndo naimba kutoka kwenye tumbo ya ya mamangu. Ni mimi mwenyewe. Lakini ninavyosikiaga stories sijui babu yangu alikuwa anaimba. Alikuwa anapenda kupiga gita sana. Sijui alikuwa anaimba ya. Hivi kwa kuimba au ulivyoanza kuimba, unasema zamani kuna wasanii ulikuwa wafuatilia afu na copy nyimbo zao. Hivi ni nani ambaye ulikuwa unamfuatilia sana zamani? Zamani nilikuwa namfuatilia sana Slay, Diamond Platinum, Weranson. Yeah, ni wengi tu. Sawa, tutoke sasa huko tuje huko ambayo tumekuja huko USA. Kwanza nitazungumzia baadhi ya ngoma zako. Kuna ngoma ambayo inaitwa Nyarugusu. Ile ngoma haijitokana na nini sana ukamia. So nafikiri Avril ulivyokuwa kambini ulikuwa ukitoa ngoma kwa wiki mbili, lakini ulivyofika huku USA au Marekani utofauti umekuwa ni mwingi sana. Mara kwa mwezi au unakaa kimya sana, yani ukimya unakuwa ni mwingi sana kuliko hata kambini. Kwa hiyo shida ni nini mpaka huu ukimya unakuwepo sana? Shida ambayo naona hapo ni kubadilisha mazingira brother. Kwenye nilikuwepo kipindi hicho na sasa hivi ni tofauti kimazingira, kimaisha, kwa kila kitu. Na pia maisha huwa yanabadilika. Sio vile ambavyo tulikuwa tu kipindi kile ndio tuendelea kuwa hivyo siku zote, hapana. Haiko hivyo. And maisha ya huko yana mambo mengi, yana changamoto nyingi sana. Kambini nilikuwa niko free. Muda wote nipo tu nyumbani. Lakini huku sometimes kuna hiyo ubizi wa kazi, pia na uchumi brother. And maisha tu yana mambo mengi sana hapa Marekani na huwa maisha yanabadilika. Umeelewa? Hatutabaki kuwa vile vile. Tunabidi tufikirie mambo mengine pia. Lakini tupo. Brother. Nafikiri changamoto na watu wamefahamu na wamejua, ila ningetaka nijue ulivyotoka kule ukakoje huku. Nafikiri ulikaa kimya kwa mwaka mmoja, yani kama sijakosea na miezi hivi. Watu wako wanaelewa wakafikiri kama umeshamaliza, yani hutaki tena kutoa ngoma au usanii umemalizika. Hivi shida ilikuwa ni nini kwa ukimya ambao ulitumia kwa mwaka mzima? Ulikuwa ukiandaa ngoma au ulikuwa ukijiandaa unakujaje au ulikuwa kuna changamoto ambayo ulikuwa ukipitia hapo? Watu walivyokuwa wanafikiria eti kuwa nimeacha. Kuna baadhi walifikiri unaacha, wengine walifikiri kuna shida ambayo unapitia, labda unaumwa nini? Shida kweli zilikuwepo, lakini kuacha hapana kosi. Ni kama tabia yangu. Kusema kweli brother, kuimba ni tabia yangu. Nilianza toka kitambo sana, zamani sana. Kwa hiyo kusema ya kuwa wache kucheka haiwezekani. Umeelewa? Ndio kama hivyo, maybe wanaweza kufikiria anaacha kuimba, hapana. Kuimba kwangu ni kama vile mtu anakuja kuniambia acha kucheka. Kwa hiyo ipo kila siku na sifikiri kama itaisha leo au kesho. Brother. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wale kunongoneza eti kuna shida ya manager ni au manager au kwenye kundi yako walikuwepo yani kuna maelewano ambao muelewane. Wale kwa hii inaweza kuwa na ukweli wowote kabisa? Hapana, hakuna ukweli wowote kabisa. Kwa maana manager wangu ambaye ananisimamia ni yule ambaye alikuwa ananisimamia kambini mpaka leo hivi. Nafikiria hapo nyuma, kwanza manager wangu ni mtu ambaye huwa anasumbua sana amekuachia nyimbo. Hajawahi kuchoka. Tofauti ni mimi tu brother. Hapo nyuma nilikuwa niko na vitu vingi, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi kila kitu kiko sawa. Ningetaka kidogo nijue hivi manager ni wa kike au wa kiume? Wa kiume brother. Anaishi wapi? Wisconsin. Sasa kuna yale maneno ya kusikia eti manager ni wa kike na eti mlikuwepo unajua tena kwenye mahusiano. Sasa ulivyotoka kule kuja huku changamoto ikawa unaingia kwenye mahusiano mengine. Sasa yeye akawa hataki vile na yeye akawa anamiliki account zote hataki, ndio ikawa changamoto hiyo mpaka ikawa ule ukimya. Shida ikawa ni hiyo. Na hisi hii ina ukweli wote kabisa? Hapana, sijawahi kusimamiwa na mwanamke.
sijawahi kabisa yani. Sijawahi. Sasa unahisi ni kwa nini hizi stories ziwahi kusambaa mtaani? Unajua mimi ni msanii. Alafu ni lazima tu watu wanizungumzie kwa utofauti, unaelewa? Na ndo sometimes ndo raha yetu kuona mtu ananizungumzia kwa utofauti. Hivyo. Lakini hakuna ukweli wowote wa kusema kuwa mwanamke ndo simamia kaninyang'anya sijui account sijui no. Sasa nirudi tena nyuma kwenye ngoma yako ya Mise aele mangene na bonda ewe. Hii ngoma au hii idea ilitoka wapi kabisa? Au ilitokana na nini? Kwa sababu ngoma iliua Gwela alafu ilitikisa Kempo kabisa. So Kempo tuseme na upande wa huko ambao tunaishi pia ilitikisa kabisa. Hivi idea ilitoka wapi? Na je, mapokezi uliyopokea wewe ulifikiri ndio kazi itakavyoenda mjini? Idea ya nyimbo ile ilikuwa tu kama vile naandikaga nyimbo zingine. Ila ile nyimbo ile mpaka nije kuitoa blaza ilifanya mwaka mzima niko nayo bila hata kuimix. Ilikuwa tu ipo demo, rafu. Umeelewa? Ilikuwa tu ni rafu. Sasa siku moja nakumbuka siku hiyo tulikuwa tunakula tu home pale nini. Kuna mdogo wangu anaitwaga Stani. Alikuwaga anaikubali sana. Kila saa anasema uende kwa Alex nini, nyimbo hii kali sana. Alafu hii nyimbo hii ukiitoa itakuwa fresh, itaiti. Sasa siku hiyo tuko nakula ugali nyumbani. Nikaanza kuwapigia nyimbo fulani ambazo natakiwa mimi ni shoot. Then mdogo wangu akamwambia dada yangu, akasema huyu mtu ana nyimbo nzuri sana lakini hampendagi kuitoa. Dada yangu naye akamwambia tusikie, umeelewa? Nikawa napiga, tulikuwa na radio pale. So nilipopiga ile nyimbo dada yangu akaanza kuicheza. Akaipenda. Ikamuingia. Mimi nikafikiri tu anaenda kwa mdogo wangu, upande wa mdogo wangu. Lakini the way nilivyoona wanaanza kuvibe nayo nini, nikasema maybe kuna kitu. Umeona, ndo nikaendaga sasa kwa Alex nikamwambia project ya nyimbo fulani ifungue. Akaifungua, then nikaanza tena kuisaisha studio. Then na ikatoka, nikaendaga kuifanyia marafiki zangu, akaniambia tuifanyie challenge na dem fulani hivi anaitwa tukaifanyia challenge, then ikapendwa sana. Mimi nikasema wow, nyimbo kali. So iko hivyo mpaka leo hivi, nyimbo kali bado inaishi. Nyimbo kali sana, nakuwa ni appreciate sana, naikubaliki sana. Nyimbo nzuri sana. Ulijisikiaje ilivyopokelewa sasa, kwa sababu ulikaa nayo mwaka mzima? Ukawa unasema basi hii ngoma ningeitoa mapema ingezidi kuliko hivi, au ulivyoona ilivyofika ule mwaka mzima uko ndani uliamini ndio time yake sasa kuiachia? Hapana, kila kitu kinakuwa na wakati wake sahihi. Umeona? Nafikiri ile ndio ilikuwa kipindi chake kabisa sahihi. Na huenda sasa hivi ningeitoa ndo kabisa isingekuwa hit song kama kipindi kile. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa na kipindi chake, na ile ndio ilikuwa kipindi chake. Nafikiri ndio hivyo. So turuje huku sasa. Umetoa ngoma ya siku hii ambayo imetoka na ni ya Mena. Ulivyoitoa, lakini cha ajabu watu wengi walishangaa kwa nini mshikaji hajaposti ni linki WhatsApp au maombi WhatsApp wala IG yake, yani hamna kitu ulichoposti, ni challenge nini, na acha ile mtu akipost afu akutagi huwa kuna kurepost. Ile ni kwa nini mzee ulifanya vile? Au hebu tusanue kidogo tupate kuelewa. Nafikiri kwa kitu ni wako kizungumzia kwenye media fulani sasa hivi. Lakini nafikiri ni kwa sababu nikaa muda mwingi sana kimya.
Kwa nilikuwa nataka kupima bado nikoje kwa watu. Yeah. Na ulivyotoa ile ngoma tena ya maombi, watu sasa ndo wakapata ule ukweli, kumbe Avril alikuwa akipitia changamoto lakini hasemi. Pia nilivyosikia interview yako ulisema kuwa ile ngoma ukutaka kuitoa, yani ulikuwa unasikia maumivu kuitoa ile ngoma. Hivi ni kwa nini maumivu kwenye ngoma yako tena? Ukiangalia kwenye nyimbo zangu nyingi sana, mimi napendaga kuimba nyimbo ambazo zinanipitia. Kwa sababu ndo zinanipatiaga emotion ya kuimba vizuri ya hisia. Pia nakuwa nazikalia chini kabisa kabisa ili niziandike vizuri vitu ambavyo vinanipitia mimi. Sasa kwa nini haukuposti chochote yani, au kuliposti nini? Ndio hiyo sababu ambayo Sababu ni hiyo moja. Kuriposti watu wakinitag nini, nitaposti next nitariposti project ijayo. Kuna ngoma nyingine inakuja? Brother. Tena nyingi sana. Kwa hiyo ukimya tunauvunja au bado maana ulisema ulikuja kwanza kuangalia je, mapokezi ni yapi? So mapokezi ulikuja kuwapokea au ambao uliyaona ukafikiri hapa bado niko vizuri tu? Au uliona kwa sababu wanasemaga kiuhalisia kwenye uimbaji, ukikaa muda mrefu au uimbi uje kuimba kuna baadhi ya vitu vinapunguka. So kwako ikoje? Kwa ulivyokuja kutoa hiyo ngoma uliona kuna vitu vimepungua au kuna vitu vimeongezeka? Swali nzuri sana, lakini inanipa ugumu pia kujibu. Lakini kwa mimi kuna vitu vimepungua, pia kuna vitu vimeongezeka. Okay, sio mbaya, haina noma, lakini hakuna watu walikucheki wakasema au wasanii au masanii wote wakakucheki wakasema mshikaji vipi? Mbona ukimya wako umeuvunja lakini hakuna kitu ambacho unaposti. Ni kwa nini unafanya hivyo? Hakuna msanii wote ambaye kucheki kutaka kujua issue ni nini? Au kwa ukimya wote huo ambao ulikuwa ukiwepo kwa mwaka mzima kuna msanii alikuwa akikuulizia nini, mkiongea mkiwasiliana tu, msanii yote tu hapa nani tunapoishi? Hapana, hakuna msanii yoyote yule ambaye tumeongelea kuhusiana na hilo swala zaidi ya watu binafsi. So hiyo unasema eti kwa wasanii wote hapa Marekani ni Afrozaga na Emoda tu ndo ambao wao unawasiliana nao na mnaongea na mnachat nao na uko na namba zao, au kuna wengi unao lakini ni vile tu maongezi hamna? Wasanii Emoda, Zaga, wasanii kabisa. Fighter, lakini nishakaaga muda mwingi sana sikagi naongea naye, lakini kuna namba yake. Bros. So hiyo ndo sababu ya kutokuonekana sana kwenye matamasha au masherehe mahaipio tu akiandaa ni. Kwa mfano kuna Simba mwingine mwenzako Bin Justin na pia aliandaa, sio kama ulionekanaga kwenye ile nani yake pia ambaye aliandaaga akatoa nyimbo nini afa akaandaa sherehe siku wapi lini? Nafikiri ni mwaka mmoja umepita hapa, aliwahi kutoa EP yake afa akaweka sherehe afa alikalika baadhi ya watu, sio kama na uliwahi kuonekana. Hapana, sijawahi kufika, sijawahi. Akupataga mwaliko nini au tu ni vile mawasiliano hayapo tu? Huenda anaweza kuwa alinipatiaga mwaliko lakini ni muda sana. Sikumbuki hata mara mwisho ni lini jamani. Sikumbuki. Kwa hiyo kifupi hakuna yote ambayo ushetoka hapa kwa akakualika ukaenda, kwa sababu kuna Gaspar pia aliandaa na Nare pia aliandaa na wengine wengi tu yani walikuandaa na Auto Music pia alikuandaa hapo Bowling Green. Kwa kuna yote ambayo kuchomoka ukaondoka? Hapana, sijawahi. Sio kwa kusema ya kuwa siheshimu, hapana. Lakini tu hiyo niko nayo saa mvivu sana wa kusafiri. Ni nyumbani tu. Bro, iko hivyo. So
hiyo haufikiri kama wanaitafsiri vibaya kwa namna nyingine, wanasema huyu jamaa na haikukoseshi vitu vingi issue kwa sababu makolabo nini yote haikukoseshi hiyo. Wasinitafsiri vibaya kwa sababu kila mtu anakuwa na lifestyle yake. Labda watu wanaweza jamaa vipi mieyusho, lakini ndio nilivyo tu. Ukinisogelea karibu utaniona jamaa kumbe ndo alivyo, ndo tabia yake tu. Ndo alivyo vile, unaelewa. Lakini kuhusiana na kunipotezea kolabo nini, hapana, kwa sababu sisi wasanii hatufuatiliani hivyo yani. Jua huyu hakuji kwenye jambo langu basi kolabo mimi sitampa au sitamsaidia, hapana. Wasanii sisi hatupo hivyo bana. Nafasi ikipatikana ya mimi nikitaka kwenda kumuomba mtu kolabo, akiwa tayari basi tutafanya. Lakini kama sipo tayari kumuomba mtu kolabo, nitaendelea kuishi hivi. Nitaendelea kupiga nyimbo yangu moja inatoka basi. Hivyo brother. Okay, so hivi Avri na yeye huwa anajilinganisha au anachindishana na wasanii baadhi, anasema huyu aniwezi nini na nini, au kwenye mashindishano na yeye huwa upo? Hapana, kwa sababu sijawahi kusema hata kwenye interview hata moja kusema eti ule aniwezi yule. Kivipi? Yani mpaka useme hivyo, yani unajisahau kabisa. Kwa hiyo ukisema hivyo watu wengine, mimi nasemaga watu wengine hawana maana ya kuumbwa, unaelewa? Hizo ni mbambamba tu za usanii, lakini kwangu mimi sipendagi kuzifanya za kuziweka kuwepo kwenye mashindano. Sipendi kwa sababu nitakuwa niko na rush. Nitakuwa ni mtu mwenye niko napambana sana, naingia studio sana, yani nakosa usingizi. Sasa mimi hayo maisha hapana. Brother. Sipendi. Ayusha kusikia skendo yote ya kusema huyu jamaa anataka kumishana na mimi kwenye game. Skendo. Kwa msanii ananiambia mimi, kwa msanii anakuambia hivyo. Sema udogo aniwezi nini, ule ni bado mdogo kwangu. Hapana. Sijawahi kusikia kwa mtu ananiambia hivyo. Lakini wapo wasanii ambao sometimes wanaweza wakapanda kwenye mitandao wanasema hivyo, wanajumuisha, unaelewa? Wasanii wote kuwa wote mimi hawaniwezi. Nisha kusikia na kuona. Brother. Unahisi ni kwa nini? Ni kwa sababu unaishi na watu vizuri tu, hutaki mambo mengi. Kwa maana ulinganishi nini au ufananishi na wewe mwenyewe hujiweki kwa hizo zao listen kwa hayo maneno yao. Nahisi ni kwa nini? Unahisi ni kwa nini mpaka wakulinganishi au hakuna stories za hivyo zote za ovyo ovyo kuzisikia kwako? Ni vile tu unaishi na watu vizuri tu, au ni vile wewe hutaki kuwa kwenye hiyo lifestyle ya hivyo? Kwanza ni mimi sitaki kuwa kwenye hiyo lifestyle ya hivyo. Na cha pili, kama kupambanishwa na wasanii washabiki, si ndio unamaanisha au? Washaga kutupambanisha sana brothers. Lakini mimi sasa ndio nakuaga naishi naipa mgongo, unaelewa? So kwa ulivyoanza imba mpaka sasa hivi hakuna mtu alikukatisha tamaa akasema wewe hata uimbe nini ufanye nini, hakuna utakachofanya? Kukatishwa tamaa kupo zamani. Sasa hivi hapana. Na mimi hata mtu anikatishe tamaa kwa sasa nitamwona ni mtu mwenye anaweuka akili. Kwa sababu nitamwona ni mtu anaweuka akili. Kwanza kufika mbali wapi ndo nitamuulizia kufika mbali ndo wapi. Unaelewa? Siwezi nikajali mtu kuniambia chochote kiaina hivyo. Mimi nitaona tu ni chuki, unaelewa? Because nikipita kidogo namuona mtu anashabikia nyimbo zangu, ananikubali kinoma. Alafu wewe tu kuja kuniambia hivyo, unanichukia tu bana. Toka hapa, potea hivyo. Hata muda wa kumjibu siwezi kuwa nao. Lakini nitamuona ni mnafiki kwangu. Nitamuona ni mtu mnafiki, ni mtu ambaye yani
nitaona kuwa ni mtu ambaye anipendaji. Umeelewa? Ni mtu mwenyewe ana chuki. Cause kuna watu wengine wananikubali. Wewe sema jamaa siku nyingine namkubali sana. Unaelewa? Lakini kusema wewe bana wewe utafika sehemu. Sasa sehemu ndio ipi? Sehemu ya mbali ndio ipi? Mfano. Mtu mwenye akili ndogo aza pumbavu sometimes ndio anaweza kusema utafika mbali ndio wapi? Akili ndogo. Lakini kuna issue sana huwa kwanza niulize hivyo, namfahamu Nelly wa Instagram? Nafahamu. Yeye unamfuatilia nini account zake nini post zake? Sometimes. Kuna issue anaongelea sana kuhusiana na msanii sio yule wa coming soon. Kuna ngome inakuja ndo anaonekana. Huwa anataka msanii yaani kuna matukio kwanza ili msanii ajulikane kama yupo. Na wewe ukizingatia hapo ulikuwa ukimya, lakini ngome ilivyokuja na ukaonekana tena kimya. Unahisi ni kwa nini anashauria usanii sio coming soon au kuja tu unaonekana unatoa ngoma afu unapotea nini? Unahisi ni kwa nini anataka wasanii wao kwenye matukio nini? Alafu wewe ukizingatia matukio sio ya kwako. Ni kwa nini sana anataka muwe huko? Ni vile anataka industry yetu iwe kubwa izidi kwenda mbele, au kuna lipi ambalo unaweza kuongelea kuhusiana hilo swala? Matukio hayawezi yakakuza msanii. Wala matukio hayawezi yakakuza muziki. Umeona? Unaweza kuwa hujui kazi, lakini unafanya matukio watu wanakucheka. Wanakuona ovyo tu. Ukipita kidogo unaonekana huyu mtu vipi huyu? Mbona mtu anajikubali sana, lakini watu wa kawaida. Heshima yako ile ambayo utapewa yani haitakuwa heshima. Utakuwa unashabikiwa kwa kicheko. Umeelewa? Sasa mimi sipendagi kushabikiwa kinafiki. Nishabikie na unaelewa kabisa mimi niko fresh naweza. Kwa hiyo kufanya matukio siamini kwa upande wangu ya kuwa ndo muziki wangu utakuwa au nitafika mbali. Hapana. Kuna kwaga watu wengine wanafikaga, au wasanii wetu mimi naweza nikasema kwetu. Wapo watu wa matukio sometimes nini, lakini wameenda sehemu nyingine wanaonekana kama vile vituko. Umenielewa? Kwa tabia zao ambazo wanazionyesha. Wanaonyesha like yani zinaonekana kule ni vituko. Wala sio usanii. Au ni content. Mnasema content creator. Umeelewa brother? So iko hivyo. Kwa hiyo unabidi userious. Kile ambako hawezi acha. Au wale ambao wanaweza sasa kufanya hayo mambo waache. Akisio kusema eti bana muziki ukifanya hivi mama siji tutafanyaje. Sasa nyinyi mnataka mfanye anatakaga kuona watu wanafanya matukio ya aina gani? Kama skendo nini Avrisima amepana mimba au hiyo ni matukio. Ni uharibifu brother. So siamini kama hiyo ni njia nzuri. Kwanza watu ambao wanakuwa na support vitu kama hivyo jamani, sometimes ni watu ambao wapo serious brother. Mtu mwenye serious hawezi akashabikia mtu kusema eti anaoa wanawake 7,000, 7, 10. Mtu mwenye akili hawezi akashabikia watu kama hivyo. Kwa hiyo wale wanaoa 7 kwa sababu siku hizi ukifuatilia maana uliwahi kutoka Kamino unamfahamu Nyagomani pia. Nyagomani. Matukio yake ni kama hayo hivyo, anaoa sana na anazidi kuoa. Sina matukio yenyewe anaongelewa hayo hivyo. Ndio anataka sasa ni kila mtu afanye hivyo. Uwepo huko. Mimi hapana. Mimi hapana. Kwenye hiyo kundi natoka. Okay, kwa hiyo ningeomba kidogo mshauri kwa kijana ambao anajitafuta na yeye. Ako kwenye muziki lakini anakatishwa tamaa sana. Ningeomba wewe kama Avrisimba umpe kidogo maneno ambayo anaweza kumfariji na yeye akapambana na muziki. Anakatishwa tamaa. Vipi wapi amalizie wapi yani ajui kabisa pa kuanzia ni wapi. Kila kitu kinakuaga kinatakiwa ukiandalie mazingira. Mazingira ambayo naweza nikayaongelea. Usifanye kwa sababu ya watu watanionaje, watu watanisikiaje. Hapana, usifanye hivyo. Fanya kwa sababu unapenda kila kitu.
fanya. Asifanye watu wanamuona au watu wanamuonaje, afanye kwa sababu isipokuwa asizuru watu, isiwe ni tabia mbaya kwa watu, umeelewa? Lakini ni kitu kizuri kama vile kuimba, akifanye tu, afanye bila kukatishwa tamaa, umeona? Afanye. Kila kitu kinawezekana hapa duniani, kila kitu, hakuna kisichowezekana. So nafikiri ni mengi ambayo tumeenda kuongelea. Ningeomba kidogo uongee neno la mwisho basi na mashabiki zako. Nawapenda sana mashabiki zangu ambao wananikubali. Nawapenda sana. Si kama kuna lingine lolote la kuongea ambao tena sijakuulizia nini? Hapana, sina zaidi ya kusema mashabiki wa kwangu ambao wananipenda. Muda wote Avril nipo, nitawapa kitu ambacho itakuwa ni faraja kwenu. Nawapenda sana na naendelea kuomba support. Mzidi kunisupport hata kama sija post nani zenu tag. Sometimes mwe mnatuelewa. Unajua sisi wasanii tuna mambo mengi sana. Mambo ni mengi, lakini sio kuonesha tuwavimbia nini, no. ni style sometimes ya wasanii. So ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Kaka Jambazi TV. Hakikisha umetufollow, umesubscribe kote huko. Ni mengi ambayo kuongelea siku ya leo na my brother Avril Simba hapa. Japo leo nimekupa style mpya kukupatia mgongo, hujaona sura yangu ndio hivyo, maisha yamehitaji nifanye hivyo. So kama ulikuwa nasi na umetufuatilia na umetuelewa, basi kwa lolote ambalo hujaelewa unaweza kaacha comment yako hapo chini. Nisiwe na maneno mengi kama shetani. Tukutane kwenye video nyingine. Naitwa Zedoni kubwa la Madoni wa Kibembe. Ciao. Kaka Jambazi TV.